amepokea al-Imam al-Bukhari katika kitabu chake Sahih al-Bukhari akielezea kwamba siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimtuma Abu Ubaida ibn al-Jarrah kwenda kuchukua jizya. Baada ya hapo kuchukua jizya katika sehemu za Bahrain, jizya kwa maana ni kodi ambayo ilikuwa ikichukuliwa kwa watu wasiokuwa Waislamu. Sasa Muhammad alimtuma Abu Ubaida kwenda Bahrain kwenda kuchukua kodi hiyo. Baada ya hapo Abu Ubaida akarejea kuja Madina, akaingia katika nyakati za alfajiri. Tayari Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikwisha toka na kuwasalisha watu. Wakati akirejea kwenda nyumbani kwake, watu wakapata taarifa kwamba Abu Ubaida amekuja na mali zilizokuwa chungu mzima. Wakamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakaenda wakamkatiza mbele yake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatabassama, baada ya kuona masahaba wamemzunguka akatabasamu, kisha akawaambia, adhunnukum sami'tum anna Aba Ubaida qadima bi shay'in min al-Bahrain, nadhani ya kwamba mmesikia kwamba Abu Ubaida amekuja na mali kutoka Bahrain. Qalu ajal ya Rasulullah, wakasema ndio ewe Mtume Allah. Faqala abshiru, Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia huku akifurahi, akawaambia abshiru, kuweni na bishara njema, wa amilu ma yasurukum, na kuweni na matarajio mazuri katika hilo ambalo linawafurahisha. Kwa maana walifurahi waliposikia kwamba Abu Ubaida amekuja na mali zilizokuwa nyingi. Kuweni na bishara njema na matarajio mema katika hayo ambayo mnayafurahi. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema kwamba kwa wallahi, akafungua mazungumzo yake kwa kiapo, kwa wallahi man faqru akhsha alaykum, tunakwambia mimi siogopei kwamba ufakiri unaweza ukawapata, la, siogopei hilo, walakin akhsha an tubsata dunya alaykum, lakini jambo ambalo naliofia dunia ni nini kufunguliwa dunia. An tubsata alaykum dunya, ni nini kufunguliwa dunia, kama busitat ala man kana qablakum, kama walivyofunguliwa wale ambao walikuwa kabla yenu. Fatanafasuhu kama tanafasuha, mkaanza kushindana kuipupia na kuikimbilia hiyo dunia kama walivyokuwa wakishindana wale waliokuwa kabla yenu. Fatuhlikakum kama ahlakatkum, dunia hiyo ikawaangamiza kama ilivyowaangamiza waliokuwa kabla yenu. Ndugu zangu Waislamu, hadithi hii na kisa hiki kina mazingatio mengi sana, lakini mazingatio ambayo nimependa niwaongelee katika hotuba yangu ya leo ni kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, fatanafasuhu kama tanafasuha, mkaifanyia pupa na kuikimbilia mkashindana kutokamana na hiyo dunia, kama tanafasuha, kama walioshindana waliokuwa kabla yenu. Ndugu zangu Waislamu, katika bishara ambayo ameitoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya ummati wake huu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kuwaambia masahaba ya kwamba tutafunguliwa dunia, kila mtu atakuwa anaimiliki dunia katika mikono yake, mali zitakuwa nyingi katika mikono ya watu, watu watamiliki mali, mabilionea watakuwa ni wengi ambao hawahesabiki, na wamilionea watakuwa kwa kweli watakuwa hawahesabiki. Hii ni wahi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akipokea kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
utakuwa ni umma ambao umemiliki dunia, kila mtu atakuwa anamiliki dunia hiyo. Utakuta kijana mdogo lakini anamiliki pesa zilizokuwa nyingi, anamiliki mali ambazo hazihesabiki. Hii ni bishara kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini jambo ambalo lilikuwa ni baya ni sisi kushindana katika hiyo dunia, tukawa ni wenye kushindana na kuikubia, kila mtu anataka kumshinda mwenzake. Fa ya'lamu min ahli al-qara, ni watambue watu wenye akili ambazo ni timilifu, anna hunaka tanafus, ya kwamba kuna mashindano ambayo ni a'zamu wa afdal min at-tanafus ad-dunyawiyya, kuliko mashindano ya kidunia, kuliko mashindano ya kumiliki dunia. Wa hasatan nahnu fi mawasim al-khair, na hasa sisi tuko katika misimu ambayo ni misimu ya kheri, misimu ambayo tuko katika miezi ambayo ni miezi ya hija, miezi ya hija, ambayo miezi ametaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuanzia Shawwal, Dhulqa'da wa Dhulhijja, wa nahnu fi Dhulqa'da, na sisi tuko katika Dhulqa'da. Ni katika misimu ambayo ni misimu ya kheri. Tutambua ya kwamba yapo mengi ambayo sisi kushindana katika kheri ambazo ni kheri za akhira, walaysa alkhair walaysa tanafus fi dunya. فليعلم أن التنافس الحقيقية هي التنافس للآخرة. Na tutambua ya kwamba kushindana kuna kwa kweli, kushindana kuna kwa kuzuri, ni watu kushindana katika kuipata akhira. Akhira ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, siku ambayo haitamfaa mwanadamu mali yake wala watoto wake ambao amewakusanya amewazaa, lakini mali yake aliyochuma hapa duniani haitamfaa siku hiyo, isipokuwa yule ambaye atamwendea Allah subhanahu wa ta'ala yuko na moyo uliokuwa salama. Ayuha almuslimuna ibadallah, walidhalik masahaba ridwanullah alaihim walikuwa wakitambua hilo ya kwamba ushindani uliokuwa mzuri ni ushindani wa watu kushindana kuyapata mambo ya akhera, kuyamiliki mambo ya akhera, si kumiliki mambo ya dunia. Leo hii sisi Waislamu na zama hizi, utaona Waislamu wanafanya kupa na mashindano, ima katika siasa, wanajiingiza katika mambo ya kisiasa, au wanajiingiza katika mambo ambayo hata hayana manufaa na wao katika dunia na wala akhera, lakini lengo na madhumuni ni wao wapate kumiliki dunia, si lengo la akhera. Hii ni tofauti na masahaba ridwanullah walivyokuwa. Angalia mabughawa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, watu ambao walikuwa na hali duni na hali za chini katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Dharr akielezea akisema ya kwamba dhahaba ahlu dhunur, kwa maana masahaba ridwanullah alaihim walienda kushtaki kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakisema ya kwamba dhahaba ahlu dhunur bil ujur, ya Rasulullah, wameenda mbali, wamekwisha enda mbali, wametupita ahlu dhunur, ay ahlu al-amwal, watu wenye mali wamekwisha jichukulia ujira uliokuwa mwingi. Lakini watu hawa ya Rasulullah yusalluna kama nusalli, wanasali kama tunavyosali sisi, wayasumuna kama nasumu, na wanafunga kama tunavyofunga sisi, walakin wayatasaddaquna bifuduli amwalihim, jambo ambalo wametupita ya Rasulullah. Watu hawa wanatoa sadaka kwa mali zao ambazo zimezidi. Ya Rasulullah, hivi ndivyo vitu ambavyo watu hawa wametushinda. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekwisha watambua masahaba wake wanataka nini. Wanataka
wapate na wao ujira wa akhera. Mtume akawaelekeza akawaambia, awalaysa qad ja'ala Allahu alaykum ma tasaddaquna bih, hivi Allah subhanahu wa ta'ala hajawajalieni kwa nyinyi vitu ambavyo mtajitolea sadaka, nani mtawashinda katika ujira wa wao? Akawaambia kwamba ala bikulli tasbihatin sadaqa wa bikulli tahlilatin sadaqa wa bikulli takbiratin sadaqa. Akawaambia mkisema subhanallah, hiyo ni sadaka mmetolea, walhamdulillah, hiyo ni sadaka, wa takbira Allahu akbar, hiyo ni sadaka ambayo mmetolea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fanyeni hivyo kila mnapomaliza ibada ya sala. Basi wakachukua yale, wakaanza kujifunza na kuyafanyia kazi katika kila baada ya sala, wanasema subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Lakini baada ya hapo, baada ya muda mfupi, wale masahaba ambao walikuwa ni matajiri, akina Abu Bakar, akina Uthman, na wao walikuwa ni matajiri, wakayasikia maneno haya, nao wakaanza kusema kama vile wanavyosema wale masahaba radhiallahu alayhim kwa baba zao. Wakaona imekuwaje tena mara hao wamechukua, mbona tena wanataka kutushinda katika fadhila? Wakarudi kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kushtaki kwa mara nyingine, mwambie Rasulullah, watu hawa tena nao wanasema kama tunavyosema sisi. Mtume akamwambia, dhalika fadlullahi yutihi man yasha, hizo ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, anampa yule ambaye anamtaka. Yote haya yalikuwa ni mashindano kuitafuta akhera, si mashindano ya dunia.